Habari za saizi mpenda mtazamaji na mfuatiliaji wa Ushindi Online Solution. Leo nimekuja na somo lingine katika matumizi ya mfumo wa ESS, na nitaenda kuelekeza namna ya namna ya kuupload vyeti katika mfumo wa ESS. Kumbuka mfumo kwa sasa umeboreshwa na unakuruhusu kuingiza vyeti vya elimu ulivyosoma. Vile vile katika video hii nitaelekeza namna ya kuongeza dependence katika mfumo wa ESS. Sasa tuanze na hatua ya kwanza, namna ya kuingiza vyeti vyako vya elimu. Utakachokifanya, utaenda kwenye my profile, utagonga moduli ya my profile, then baada ya kugonga moduli ya my profile utagonga hizo doti vitatu unavyoviona, vimesave vitatu. Itatoka menu kwa pembeni, na so hiyo profile, my profile, kuna salary slip, kuna dependence, next of kin, education. Sasa tuanze na education. Sasa hapo kwenye education hapa ndipo ambapo unaenda kuingiza vyeti vyako vya kila ngazi ya elimu. Kwa hivyo ukiingia kwenye mfumo hapo utaona imeingizwa ngazi ya diploma. Sasa nataka niingize elimu ya darasa la 7, kidato cha 4, kidato cha 6 na chuo kikuu degree. Sasa ukija hapo utagonga kwenye sehemu hapo inaandikwa request to add new education level. Kisha gonga hapo, utaona hapo imesema no data, maana hakuna request yote niliyoomba. Kwa baada hapo utasema uta add education. Baada ya education utachagua select education level, utasema standard 7, yani darasa la 7, na nitaandika tarehe ya kwanza na tarehe ya kumaliza. Mimi nitasema tarehe 1, labda turudi kwenye mwaka 2000, tarehe 1 Januari, ndio nilianza darasa la kwanza mfano na assume. Alafu tunakwenda mwaka wa kumaliza, tulimaliza tarehe 20 mwezi wa 10 2006, tarehe 20 mwezi wa 10 2006. Sasa kwa darasa la 7 zamani kwa tuna mfumo wa elimu kwamba GPA au division. Sasa hizo akasema kwa sababu mfumo utataji uweke kitu, kwanza tu attach cheti. Ukitaka ku attach cheti utaenda kwenye attach file, then itategemea na nature ya simu yako. Kama unatumia simu, basi kwa simu utaenda kwenye media picker, lakini kama unatumia kompyuta basi utaenda kwenye ile file ambalo umeweka zile dokumenti zako. Kama nitakuja utaenda kwenye phone. Baada kwenye phone kuna file yangu nimetengeneza inaitwa la vyeti, then nitachagua cheti cha standard 7. Kwa hiyo hapo nimeattach. Sasa sababu darasa la 7 hatuna mfumo wa GPA wa nini, kwa mimi kwenye GPA division nitaacha wazi. Kwa hiyo nitakuja nitafanyaje, nitasave. Utasubiri. Kumbuka unavyosave hapo ina upload hilo file, kwanza kachukua muda fulani, nategemea na uzito na status ya mtandao kwa wakati huo. Kwa hiyo hapo action successful, akasema education level hapo, education level standard 7, code ni SD7, education level name not imesema undefined, maana mfumo wenyewe umeshindwa kuweka, lakini status hapa created. Kwanza ukaedit request kwa for education level tusema standard 7, sawa. Tusema Januari mosi mwaka 2000, alafu tarehe 20 mwezi wa 10 mwaka 2006, tarehe 20 mwezi wa 10, tarehe 20 mwezi wa 10, sawa. Tendo attach cheti standard 7, sawa, ta save. Basi hapo successful.
utaona imekuja tena undefined. Kwa hiyo nadhani ni mfumo wenyewe upo hivyo. Utaenda tuenda education level ya pili, twende form 4. Utachagua form 4. Tarehe ya kwanza ni Januari mosi 2007. Alafu kumaliza ilikuwa mwezi wa 10. Sawa, mwezi wa 10 2010. Tenda pa 2010 mwezi wa 10, tuseme ilikuwa tarehe ngapi? Tuseme hiyo tarehe 5. Sawa, tutaweka division ilikuwa division 3. Tutaattach file. Sawa, tutachukua cheti cha form 4. Sawa, tutatoka preview kuona kama kimeingia, save. Save, tunaona hapa form 4. Nafikiri mfumo wenyewe ndio uweki hizo mambo. Utakwenda tena nyingine, labda form 6. Utasema hapa form 6. Tarehe ya kwanza utasema ilikuwa 2011. 2011 Aprili. Tutaweka Aprili mosi. Alafu kumaliza ilikuwa Februari 2013. Kwa hiyo 2013 Februari. Sawa, ilikuwa Februari 28. Division wa GPA naweka namba, kama division 1 unaweka 1, yani 1 kama namba, useke zile herufi au namba za Kirumi usiweke, unaweka kama namba. Unakuja na choose file lako form 6. Sawa, utakwenda save. Baada ya kuwa umemaliza hapo, tunaanza kusema status created. Kwa hiyo tukifanya hapa, utakuja kwenye ya kwanza, utasema submit for approval. Kwa utasubmit. Ukisha submit, ikiwa approved, basi kwenye education level kwa utaje kuona orodha imefanyaje, imeongezeka. Tuende sehemu ya pili, namna ya kuweka wategemezi. Utarudi pale kwenye vitu vyako vitatu kwa juu hapa, utaenda kwenye dependence. Tutaona hapa umekuja wangu mimi, lakini utaenda kwenye ku request. Sawa, kusoma nilishakuwa nimeweka, utaenda kwenye utasema add new dependence. Sasa hapa kwenye dependence utaandika jina la huyo dependence husika, ni mtegemezi wako. Utaandika jina lake kamili na tarehe yake ya kuzaliwa na jinsia, na hapo utaattach supportive document ambayo inaonyesha uhusiano wako wewe na yeye. Kwa mfano, hapa kuna aina ya wategemezi wako wa aina 3. Wa kwanza ni mtoto ambaye child, wa pili spouse ambaye spouse wazungumzia ni mwenza kama ni mke au mume, alafu wa tatu ni parent ambao ni wazazi. Sasa kama ni mtoto, ukija taarifa zako, attachment utakayoweka hapo, utaweka cheti cha kuzaliwa cha huyo mtoto, ambapo ndani kutakuwa na jina lako la mzazi lipo kwenye kile cheti, kitathibitisha kwamba huyu ni mtoto wako. Kwenye upande wa spouse hapo la mwenza, kama ni mke wako au mume wako, basi utaweka cheti cha ndoa kwenye attachment. Na parent, wazazi wako, utaweka cheti chako cha kuzaliwa. Maana cheti chako kitaonyesha ni mzazi wako, kama ni wa kiume itaonekana jina lake kwenye cheti cha kuzaliwa, kama ni wa kike itaonekana jina lake lipo mule. Alafu hapa hii attachment unasema birth certificate, sawa, au adoption certificate au marriage certificate. Sasa hawa ni nini? Wategemezi. Kwa hiyo utapokuwa umejaza taarifa zote kwa umakini, utasave na baadaye utakwenda submit ili ziwe approved. Nafikiri mpaka hapo tutakuwa tumeelewana. Baada ya kuwa approved, basi kurudi kwenye dependency huku pembeni utakuwa unaona ile list ya dependency wako. Sasa turudi mara sehemu nyingine. Nafikiri usisahau kusubscribe, like na kucomment, pia share kwa